wachache na wamezeeka. So wiki hii ikienda kuisha, vijana 3,500 na akina mama wataandikwa kazi Nairobi hii, watusaidie na kazi hiyo. Jambo lingine, kwa sababu leo ni siku ya wafanyikazi, na nakushukuru kwa sababu najua kwa taifa lote unafanya. Nairobi tayari tuko na community health promoters ama CHVs 7,460. Your Excellency, kila mwezi tarehe 27 M-Pesa inatingika, wanapata pesa yao bila kuchelewa. Na nimeshukuru kwa sababu umesema as a national government unatuongezea 2,000, so wa Nairobi watakuwa wanapata 5,500. Tunawalipia NHIF 5,000, tulisema pesa mfukoni. Asante sana Your Excellency. Nikienda kumalizia, nafikiri ni muhimu kusema ya kwamba every Labor Day there is a pronouncement on minimum wage. Sometimes it increases, sometimes it stays stagnant. Whenever you make that announcement, the public sector is always very quick to comply, the public sector. But the private sector, tuko na shida. Sekta moja ambayo najua ni sekta ya private security workers. Maaskari wetu ambao wanalala usiku, wanalala mchana ndo usiku wawe kazini, na mara nyingi hata mchana hawalali kwa sababu wanashikilia kazi mbili, wanalipo 4,000, wanalipo 5,000, yet you pronounce minimum wage above 13,000 shillings. Many of these private companies zina charge wenye manyumba 40,000 shillings kwa askari moja, 50,000 shillings kwa askari moja, alafu unalipa mtu 6,000. Kwa uchumi hii, Your Excellency, ni jambo la kusikitisha sana. Tusaidie kwa private security workers. Najua Isaac Andabu wako hapa mahali, ndio yule kukaa wangu ambaye ndio Secretary General, bado utawatetea, na naomba Your Excellency uwakaribishe siku moja waje State House. Kuna wakati niliwapeleka huko awali, ilikuwa mara ya kwanza tangu Mungu ajenge Kenya askari kuingia State House. State House inalindwa na GSU, na waliingia wakaongea, lakini hajatekelezwa. I know in your government you are going to do something good, because there are 450,000 of them across Kenya, there are 250,000 of them in Nairobi. Ya mwisho ambao ni wafanyikazi wanaumia ni madereva wetu wa Uber, madereva wa Taxify, madereva wa Bolt, au madereva wa the digital hailing companies. These companies, because of competition, na tumefanya regulations tayari ambazo ziko kwa Waziri Murkomen, they race to the bottom. Today you will take a taxi from here to the airport na ulipe 600. 90% of the accidents we have is because these drivers have to drive for 22 hours a day to make money. The Competition Authority and the AA of Kenya can come up with a pricing formula. Hiyo kazi tayari tulifanya. It is just to gazette those regulations ili pia kadere aweze kupata kitu. In town we have designated spots for them to pick and drop. Walikuwa wanashikwa. So Excellency, kwa hayo mengi ningependa kumwalika. Asante sana. Amenikumbusha jambo lingine. But Your Excellency, I would like to invite Federation of Kenya Employers, as she comes, please take that point seriously. Those people are suffering. Those drivers are really suffering. We thank you for your support, and allow me to introduce now Jacqueline Mugo, FKE Chair. I forgot to mention the area MP Jalango is here. Please mama wave to Undo MP wa hapa Langata. Thank you. Dr. William Ruto, the President and Commander-in-Chief of the Defense Forces of the Republic of Kenya, Your Excellency, Honorable